tumekuona umeenda na ndege kubwa na familia yako wote. Wewe bado unasherekea kuwa president. Wa Kenya wanakufa na mfuriko, wanakufa na njaa, wanakufa, madaktari wanagoma. Wewe umeenda sherehe na mke wako na watoto wako. Unasahau hiyo pesa sio yako, ni pesa ya Wakenya unachezea. Unaenda pale unajigamba ati umeenda kunegotiate ili upeleke vijana wetu wanajeshi kwenda kupigana nje. Hakuna mtoto hapa anaitwa Ruto, kunayo? Ni Otieno, ni Ali, ni Akinyi, ni Musyoka, na tunajua hesabu yako na tunakusubiri. Wewe peleka watoto wetu, sisi tutabaki hapa tukingoja maiti, kwa sababu tunajua ile vita ya pale hayatuhusu na hatuyawezi. Lakini kwa sababu umechukua uamuzi huo, jitayarisha kupokea haya maiti. Watakapo wawa pale, I want to talk to the leadership of this country. When we go back after recess, there will be a new finance bill. And I want to tell Ruto, Kenyans are tired. Haiwezi kuwa kila siku unatuongezea bei ya chakula. We really don't know what intention you have with Kenyans. Me as a Muslim, if I go to the mosque, I must speak the truth. You as a Christian, you go to church, but you do what Judas did. You do what Pharaoh did. What intention do you have with Kenyans? Na ninakuhakikishia, leta hiyo finance bill. Tutakanyaga kukanyagana. Na hatutaipitisha sisi kama wanaazimio, kwa sababu unanyanyasa wananchi. Ingene jachien moro moma wagirwa cha. Odwaro mana wuoyi machal gi jo kama. Mako ikagoge to koni wuoyo chunge pap. To king'iyo bathe koni tineno Oparanya to chiwo mawazo maber kaka ng'ama ng'ongo ma jaduong' donge. Omiyo chambwa ni kare, baba kato dhi mana loka ka tuang'eyo ni nosepidho guogine ni kabiro guoyo ya kutosa. Mana kakunena amba temo gi kara kaka dhako cha doga temo. To mogi kaka delegates mag ODM. Buche biro bedo, welo biro limo uka, wabiro mana go kogno, ni wakati baba alikuwa na shida, ulisimama na baba kiwango gani? Wakati baba alikuwa narushiwa mawe Mombasa, wewe ulikuwa wapi? Wakati Joho alikuwa anachukua baba mpaka na ficha chini ya kitanda yake, afadhali yeye hafe baba abaki, wewe ulikuwa wapi? Kwa herini. Jodala waduoko nuero kamano, kuombiro gisironyo, mondo warwak wendowa, mondo warwak nyathiwa, mwaluongo ni Ali Hassan Joho. Nyathi Mombasa ni be wuoyi, ndi chuny wuoyi. Ing'eni Islam ikawe namba 4. Kata ka in gi nyigi moko adek kecha Hassan ne kacha. Hassan wami ibro chulo wadhok bae. Tumekuja hapa kama wanachama wa ODM. Tumekuja kuhakikisha ya kuwa chama chetu kiko imara. Na kiko imara kwa sasa, aliyoko hapa ni Ali Hassan Joho. Ndio mkubwa kinara wa siku ya leo. Tunajua tuko na baba yetu, tunampenda kuliko mapenzi, lakini tunamuenzi na kijana wetu Ali Hassan Joho. Na Joho, tunakuambia sisi hapa kama Wajaluo, sisi uongojea tu firimbi peke yake. Na tumeshaona vile kunaendelea. Tunakuombea mema, Mwenyezi Mungu akupe afya, akupe uwezo na kuongoze uchukue hii chama pamoja na ndugu yetu mzee wetu Oparanya, akupe mawazo ya kiwazee na wewe utoke upiganie chama kwa sababu tunajua nguvu yako. Watu wa Nyatike mjambo. Mimi nawaletea salamu kutoka Pwani, na Mheshimiwa Hassan Ali Joho anawapenda sana. Manake sisi ilikuwa tunaenda mahali ingine huko Harambee, akasema hapana, kuna viongozi wa ODM lazima nende niwasalimie mwanzo, ndio sababu tuko hapa. Nyinyi watu wa Migori mko na bahati sana. Huyu governor nilikutana naye University New York. Na hata huko New York wale wazungu walikuwa wanamrespect sana. Akiingia mahali wanasimama. Sasa nyinyi mwache mtu kama huyu, haki ya Mungu sisi wa Pwani tutasema mmefanya wazimu.
Huyu lazima arudi hapa 2027. Muko sawa? Hassan Ali Joho nilipambana naye 2013. Governor Mombasa akanichenga. 2017 nikapambana naye tena akanibwaga. Lakini huyu jamaa ni mtu namuheshimu sana. Manake siku moja huko Mombasa Port tumekaa kwenye jukwaa na president, akamwambia president, wewe president huwezi kuchukua bandari yetu over my dead body. Na kama kuna mtu anataka presidency, lazima uwe na nguvu, lazima uwe na moyo wa shujaa, lazima uwe mtu uogopi. Na huyu jamaa haogopi mtu. Mimi namjua, nimepambana na yeye mpaka tumekuwa marafiki, mpaka tumekuwa ndugu. Anafaa au hafai? Mbona mnasema kwa polepole? Anafaa au hafai? My friends, 2027 inakuja na huyu jamaa yuko tayari. Lakini mimi nimekuja hapa leo pia kulalamika kidogo. Nimekuja kulalamika hapa kidogo. Manake mimi nilizunguka na baba Nyanza nzima. Na kila mahali nikisimama nikisema kitu kimoja. Nikisema sisi watu wa pwani tutatoka mpaka mtu wa mwisho. Watoto wetu na ndugu zetu na wazee wetu na bibi zetu mpaka mpango wa kando tutahakikisha napiga kura. Lakini nyinyi viongozi hapa wa ODM leo mnafanya recruitment. Hiyo kazi ambayo mnafanya haina maana kama siku ya election mtu anakaa analala nyumbani. Kama watu wangetoka, huyu Governor Joho leo angekuwa Minister of Lands. Labda angenipatia ka ardhi kadogo hapo. Mimi ningekuwa Minister Industrialization. Lakini leo mimi na huyu jamaa tuna sota kidogo. Lakini sisi Waswahili tunasema yaliyopita tugange. My friends, serikali ni tamu bwana. Kweli serikali ni tamu. Unajua mimi nilikutana na Fatuma tulipokuwa tukifanya campaign. Na tukifanya campaign Nyanza nzima. Lakini sasa tizama alipochukua uongozi. Si amekuwa mzuri zaidi? Si anapendeza? Sasa governor akiniruhusu na mimi nitaleta ng'ombe pia. Na ng'ombe zangu zitakuja kwa helikopta. Mnakubali? Governor, umesikia hiyo maneno? Joho tu organize ile helikopta kubwa. Asanteni sana, mubarikiwe.